ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, Yawe ni wewe, Hosana ni wewe, imbilio langu ni wewe, ni wewe Bwana, Baba. Yesu naweza Baba, unaweza Bwana Yesu, Baba ni wewe, unanena mema ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, jioni ya leo ni wewe tunakungoja Bwana, simama, hakuna mwingine aliye kama wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, Baba, Baba, Yesu ni wewe, ni wewe, ni wewe, tumaini langu ni wewe, ni wewe Bwana, Baba, Yesu ninakuabudu, Jehova ni wewe, unanena mema ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu Bwana ni wewe, unaweza simama nasi Baba, Jehova ni wewe, kimbilio letu ni wewe, ni wewe Bwana, wanakungojea hawa Bwana, wamama wale wanakungojea, simama na wao, ni wewe Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa Bwana, Hosana hakuna wa kulinganizwa nawe Bwana, hakuna wa kufanana nawe, Hosana ni wewe Bwana, Bwana wa mabwana, hakuna wa kufanana, Jehova hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kufanana naye, nasema hakuna aliye kama wewe Bwana, hakuna wa kufanana naye, Baba tumekuona katika ibada zetu Yawe, hakuna wa kufanana naye, Baba ni wewe Mungu, Mungu wa miungu, hakuna wa Yesu naweza, kufanana naye, Baba ni wewe Yawe Mungu wa miungu Baba, hakuna wa kufanana naye, tumbele Bwana, hebu mwambie Bwana hakuna mwingine aliye kama wewe, wewe ambao unayenitazama mwambie Bwana hakuna mwingine aliye kama Bwana, yeye ndiye tumaini amekupigania, ukweli ni kwamba huko Bwana amekutoa ni mbali, ukweli ni kwamba Yesu amekubeba jinsi ambayo ulivyo, jinsi ambayo ulivyo ni kwa sababu ni Bwana. Na Baba tumekuja katika milima hii, lengo letu ni kwamba Yesu kaseme na wanao, lengo letu ni kwamba Jehova kaseme na wanao, ninanyenyekea mbele zako, tumekuja Bwana mama Bwana, lengo letu Bwana, wachilia neema yako, wachilia uwezo wako, wacha Bwana ukaonekane, wacha Bwana ukainuliwe, inatangaza uwezo wako, inatangaza ukuu wako, Bwana Yesu simama, Bwana Yesu tamalaki, Bwana Yesu injia neema, neema kaya narabuzika, Bwana mama Bwana, wewe ni Bwana unaweza, wewe ni Bwana unatawala, wewe ni Bwana unanena, tumekuona katika ibada ya kwanza na ya pili Bwana tulikuona, na sasa Bwana mama Bwana, jioni ya leo tumekuja milima hii Bwana, usimwachilie huyo mama atakaye anayetutazama masaa haya, Bwana wa Mungu usimuone, usimwache, ukamwonekania baba yangu, ni kweli amechoka na maisha, ni kweli amechoka na mambo mazito, ni kweli tumegundua katika maabudu yetu hakuna anayefanana nawe, wewe ni Mungu utabaki kuitwa Mungu, wewe ni Mungu utabaki kuitwa tumaini, na Baba wa mbinguni, maisha yale maana na watu wako shetani akaweza kushindwa katika onekane, naomba Yesu katilia kibali, ninaita jina lako, ninaita jina lako, jina ambalo linashinda majina yote, jina ambalo linabadilisha, jina ambalo linaokoa, jina ambalo linatakasa, jina ambalo linamponya, hilo jina la Yesu linatangaza, hilo jina linatangaza, hilo jina la Yesu, jina la Yesu, hilo jina linabadilisha. Bwana ninaniabudu jina lako,
Tunalialika jina lako. Ebeneza, simama, tawala, tamalaki. Acha Bwana ukaonekane. Naombea Bwana wale wagonjwa wako hospitalini, watu wao Baba ni wagonjwa katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye ni mgonjwa akwazio, leo ni siku ya 3, leo ni siku ya pili. Aliingizwa jana, hii ni siku ya pili ambaye ako mgonjwa akwazio, hajazungumza. Inatangaza kwa jina la Yesu uliyetupaka mafuta Bwana, Bwana wa mabwana, yule mama aliyezio, yule mzee aliyezio, yule kijana wa kike na wa kiume aliyezio, apokee uponyaji wake. Wacha apate sauti yake, wacha sauti yake kamtokelezea katika jina la Yesu Kristo. Uliwafufua walio wengi, ni kweli uliwatenda mema, na Bwana sisi tumekuja. Kuna mahospitalini mashariki, kaskazini, kusini, watu wanaumia, watu wako hawajiwezi, kweli hawana neema, hawana Bwana, hawana chochote. Watu wao tangu walipoingia hospitalini mbele nyuma hawana. Leo ninatangaza, leo ninatangaza uwezo na nguvu zako. Leo ninatangaza ukuu wako katika jina la Yesu Kristo. Bagusa mtu yule, bagusa mtu yule. Natangaza uwezo na nguvu zako. Jioni ya leo mwana wa Mungu aliye hai, naliinua jina lako nikitangaza uwezo. Wewe ni Bwana na utabaki kuitwa Mungu. Naliinua jina lako jioni ya leo ya kwamba wewe ni Bwana unayeweza. Bwana wa mabwana, tumenyanyaswa, tumenyanyazwa katika maisha tunayoishi. Watu wametukataa katika njia tunaitembea, wametuvingia njia. Ni kweli Bwana, kuna mtu ametezeka. Ni kweli Bwana, kuna mtu ameumia. Inatangaza uwezo, inatangaza kibali, inatangaza neema. Neema yako ikawabeba wanao, neema yake ikawabeba wanao, neema yake ikawabeba mana wanao. Wacha Jehova useme, wacha Jehova useme. Inuliwa Mwokozi, inuliwa Jehova. Wewe ni tumaini letu. Tamalaki Bwana, uachilie uwezo wako. Inaitiza moto wako, inaitiza moto wako kutoka juu mbinguni. Kila maroho yanayozuia watu wa Mungu wasije wakafanikiwa, leo ninakemea hilo roho, ninakemea hizo roho, ninakemea hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbingu ni wewe tu. Natendo na tamaraki Bwana. Aitisa uwezo na nguvu zako. Familia hii ni mikononi mwako. Hivyo Bwana nibariki na nyumba hii. Nambi Baba wa mbingu, naombea yule mama na familia yake kwa ujumla. Wapatie amani na upendo wako. Ni kweli Bwana, maisha ambayo wanayapitia ni mazito. Natangaza amani na upendo wako. Wainue viwango ambavyo vya kawaida. Watakaze mwana wa Mungu aliye hai. Achilia neema Jehova. Achilia nguvu Jehova. Wanaisoma Baba yangu, na uombea watoto waliolikizo Baba yangu, wape hekima na maarifa. Maana Biblia inasema kutoka kitabu cha Methali mlango wa 10 kuanzia mstari wa 1, mwana mwenye hekima ufurahisha mamaye babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Baba, ninaomba ondoa mizigo juu ya hawa watoto, ondoa mizigo juu ya hawa watoto, ondoa mizigo juu ya hiyo familia. Inaita jina lako, hiyo mizigo ikaondolewa, hiyo mizigo ya chuki ikaondolewa, hiyo mizigo ya hasira ikaondolewa, hiyo mizigo ya kutosikia ikaondolewa. Maana wewe ni Bwana. Neno lako linasema kutoka kitabu cha Luka mlango wa 2 mstari wa 52, Yesu alizidi kuwa katika hekima na maarifa, akimpendeza Mungu na wanadamu. Jinsi vile Yesu aliendelea kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Yesu, simama, tamalaki mashariki, tamalaki kusini. Inatangaza uwezo, inatangaza ukuu wako. Ebeneza, simama, wajilia neema. Oh my God, ninaunganisha familia zote katika ulimwenguni. Bwana, wapatie amani, wapatie upendo, wapatie kibali, wapatie Bwana wa mabwana, wajaze na Roho Mtakatifu, wajaze na Roho wa Mungu, wajaze na Roho wako, wajaze na Roho wako. Ewe malaika wa Bwana, ninatangaza ukweli, ninatangaza neema, ikasimame, ukawainue viwango ambavyo si vya kawaida. Bwana,
tamalaki tenda. Naona mtu akitendewa, naona mtu akiinuliwa, naona mtu akiinuliwa. Machozi yanavutwa, machozi yanavutwa, machozi yanavutwa. Mama ambao unayenitazama, kuna mambo yanatendeka katika jina la Yesu. Ninajua ya kwamba kama kweli umejaribu vitu ambayo umejaribu ni vingi, kwa sababu nataka maisha yako yakawe na mafaa. Lakini leo ninakuja nikiwa nimemfaa Yesu ambaye anaweza, Yesu ambaye anaokoa, Yesu ambaye anatakasa. Nikitakasa familia yako, nikitakasa ndoa yako, nikitakasa watoto wako wakainuliwe viwango katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatangaza wema. Ndio Bwana. Hapa ni wewe Bwana. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana unatamalaki. Yes. Naye tutasema Baba, Bwana usimwachilie huyo kijana. Siachilie huyo mzee katika jina la Yesu. Katika milima hii Bwana, naomba neema Bwana wa mabwana. Ukaonekane juu ya yule mzee. Bwana, kuna watu ambao wameconnect na maombi haya. Usiachilie hata mmoja. Baba, umewabariki katika kanisa lako. Na Baba, nimekuja kuwa baraka jioni ya leo kwa sababu ya kuwapatia amani tele tele juu ya maisha yao. Kurejeza katika furaha yao, kurejeza katika upendo wao, kurejeza katika familia yao katika jina la Yesu Kristo. Bwana wangu, Mungu wangu, tamalaki tukuka. Waachilia neema na rehema zako zikashuka katika jina la Yesu Kristo. Bwana, achilia neema na uwezo na nguvu zako. Na katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Pia Yesu makofi mazuri. Hakika ni Mungu. Tunaweza keti mahali pale. Nipaki na mpiga chombo na mwenye ambaye anaweza kunisomea Biblia. Naye Bwana atatubariki sana. Keti mahali pale. Naye Bwana atatubariki jioni ya leo. Tuko na masaa machache sana. Wewe ambaye uko pamoja nasi masaa haya, kuna neno ambaye Bwana ameliweka katika moyo wangu. Ilibidi nikaweze kujileta Sunday ya leo, jioni ya leo, kwa sababu niliishi tu nikaweze kukuambia neno, niliishi tu nikaweze kukuambia jambo, niliishi tu nikakuletea habari njema. Kuna vitu ambayo vimekataa katika maisha yako. Neno hili ambalo nimekuletea ni neno ambalo linaweza likabadilisha historia. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Yes. Mama ambao unanisikia, mzee ambao unanisikia, kijana ambao unanisikia, ninakuja na neno lako, neno ambalo kuja nalo, lipokee kwa uzito, lipokee kwa mikono yako miwili, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Nimeishi kuvumilia, lakini nikaona hili nalo linatakikana watu wa Mungu, nami nimekuja nalo. Mama, pokea hilo neno. Najua Bwana amekuunganisha nami kwa ajili ya kunisikiza na kunitazama. Hilo neno linapokuja ili sikuache jinsi ulivyo. Najua Mungu wetu ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo, atangaza uwezo, atangaza ukoo wako. Bwana, achilia neema na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo. Yes, Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ambao unanisikiza, unanitazama jioni ya leo, nina neno kwa ajili ya maisha yako. Ndio Bwana. Na neno kwa wewe ambao unanisikia, ulipo katika mji huu wa Kariobangi na umeconnect kwangu ili tukaweze kuomba pamoja. Na Mungu wa amani akukubariki. Mji wa baba ndogo, mji wa Kazarani Mwiki, Bwana ameonekana anaenda kutenda mema juu ya maisha yenu. Maisha yenu hayatakuwa jinsi yalivyo. Nairobi kwa ujumla, natangaza wema wa Mungu, natangaza ukoo wa Bwana. Kuna mambo makubwa Bwana anaenda kuyatenda katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo makubwa ambayo Bwana anaenda kuachilia in the mighty name of Jesus. Achilia neema na neema yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Natakaza tukuka na ukatende katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Unatawala ni wewe, unanena ni wewe. Naitisa uwezo, naitisa nguvu zako. Bwana ukanene na ukaachilie kibali. Wacha Bwana ukatamalaki na ukatende. Asante Bwana Yesu kwa wema na kwa fadhili zako. Waachilia neema na neema yako katika jina la Yesu Kristo. Yes. Usonga hapa karibu ili ukaweze kuleta neno hilo kwa wakati unaofaa. Nataka ukasome kwa makini nami ninapoenda kuwa baraka kwa hawa watu. Mama, wewe ambao unanitazama na kutangazia, Bwana akubariki. Hatujatoka mbali, wewe ambao uko katika mji wa Nairobi, tuko Kariobangi North. Hapo ndipo tunamwabudu Bwana katika kanisa la Neema Baptist Church. Baba wetu wa kiroho anaitwa Apostle
Stephen Wandera, nikiwa na baba wake, baba ambaye aliyepepa maono haya, ambaye kwa katika mji wa Mombasa anaitwa Bishop Solomon, ambaye alituwekelea mikono akasema, wanangu songa mbele na injili hii ikaweze kawafikie wengi. Na ndio maana nimeona si vyema nikakae kwa nyumba na naishi nikana kitu ambacho nakuletea. Mama, pokea jioni ya leo. Kijana, pokea jioni ya leo. Hilo ni lako, pokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni Mungu anaweza. Yes. Ni Mungu ananena. Basi nataka nikaweze kushiriki nao. Ili neno ni sehemu yako na Bwana atakubariki. Nataka tukaweze kuingia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 11 kuanzia mstari wa 1, naye Bwana atakubariki. Nataka ukanifuatilie kwa makini, naye Mungu atakubariki. Ombi hili Bwana likaweze kuinua maisha yako. Maisha ambayo umeyapitia ni mazito. Wako walisema utafaulu, lakini Bwana anaenda kukufaulisha katika jina la Yesu Kristo. Amini Mungu, naye Bwana atakubariki. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Soma. Kifo cha Lazaro. Kifo cha Lazaro. Lazaro alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Lazaro alikuwa ni rafiki wa Yesu. Lazaro alikuwa ni mtu ambaye aliyempenda Mungu, rafiki wa karibu na Bwana. Basi tunaenda kuzungumza kifo cha Lazaro. Basi mtu mmoja jina lake Lazaro. Alikuwa mgonjwa yeye. Alikuwa akiishi Bethania. Mtu ambaye ni mtu wa Mungu, aliyekuwa amejazwa na Roho wa Bwana, aliyekuwa anampenda Bwana. Mtu huyu alikuwa anaishi Bethania, alikuwa amekaa mahali pale. Nchi ambaye alikuwa anaishi ni mji wa Bethania, na mtu huyo Biblia inasema alikuwa ni mgonjwa. Ukweli kuna magonjwa uko nayo katika ule mji uko ndani, katika ile sehemu uko ndani, na Bwana leo amekuja. Lengo lake Bwana kukuja na hilo neno ni kwamba wewe ukainuliwa kwa imani. Neema ya Bwana ikakubebe, imani yako ikainuliwe juu. Maana kunaye mtu mmoja, habari zake tumeletewa, ya kwamba alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro alikuwa ni rafiki wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kijiji cha Maria na Marita, dada zake. Kijiji ambayo alikuwa naishi ni cha Maria na Marita, ambayo hao walikuwa ni dada zake. Ni dada zake Lazaro. Walikuwa ni dada na ndogo. Walikuwa wanaishi Bethania, ambao ni kijiji cha Maria na Martha, ambayo walikuwa ni sister zake. Walikuwa wanaishi katika hilo kijiji. Biblia inasema namna gani? Huyu Maria ambayo Lazaro alikuwa ni kaka yake, aliyekuwa mgonjwa, ndio yule ambaye aliyempaka Bwana mafuta. Huyo Maria, nasema huyo Maria ambaye alikuwa ni dada yake Lazaro, ndiye aliyepaka Yesu mafuta. Ni kwa sababu gani? Hilo jambo linaweza kusababisha jambo. Kuna kitu unaweza ukakifanya, hata ndugu yako naweza akafanya jambo ikaweza likaokoa nafsi. Na Bwana leo hii anatafuta mtu mmoja. Huyo mtu Bwana anamtafuta. Atakayepata mtu mmoja ataponya nchi. Anamtafuta mtu, atafuti watu wengi. Wewe ambaye unayetenda wema, endelea kutenda mema, maana Bwana anakutafuta. Achilia hiyo neema ya Bwana, wache kakubebe. Usione umeachanishwa. Watu wa kwenu wanaanza wakakataa, waseme ni dingani uliingia, lakini endelea na Mungu, endelea kukaa na Mungu. Wacha wakakukijeri, wacha wakakuseme, simama na Mungu, mwamini Mungu na Bwana atakubariki. Alimpaka Bwana mafuta na kuifuta miguu yake. Akampaka Bwana mafuta, oh my God, na kufuta miguu yake kwa nywele zake.
Mariamu huyu ambayo tunamsikia, ambaye alikuwa ni rafiki, ambaye alikuwa ni ndugu yake Lazaro, alikuwa karibu na Yesu, aligundua siri ambayo Yesu alikuwa anaibeba. Maana huyo ndio mwanaume. Kule mbinguni kulinyamaza kimya. Kuna wakati mbingu ilinyamaza, kuna wakati mbingu ilinyamaza. Sijui ni mambo gani yalisababisha mambo yako yakanyamaza. Wakati mbingu ilinyamaza, kulisemekana ya kwamba ni mtume nani, watu hata wakakaa kimya. Hapo ndipo Yesu alijitokelezea, na huyo ndio mwanaume Maria, ndugu yake Yesu, ndugu yake Lazaro, ambaye aliweza kumpaka mafuta na akampangusa katika kichwa cha nywele zake, zikampangusa Yesu. Tatu inasema namna gani? Hivyo hawa dada wawili walituma ujumbe kwa Yesu kumwambia. Hivyo hawa dada wawili walituma ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wadada wawili wakatuma ujumbe. Ujumbe ambao walituma ni kwamba kumwambia habari ya Lazaro. Lazaro alikuwa yuko sawa. Lazaro alikuwa katika hali ya magonjwa. Mambo yalikuwa mabaya kwa yule mwanaume ambaye alikuwa ni rafiki wa Yesu. Lazaro alikuwa ni rafiki wa Yesu, na Maria alikuwa wa karibu sana na Yesu. Maana kuna mambo aliyatenda. Alimpaka Yesu mafuta na kumpangusa kwa nywele wake. Aliandaa ibada yake. Aliandaa ibada ya familia yao. Aliandaa mambo mazuri. Wewe sijui unaandaa nini? Wewe sijui umemweka Mungu katika sehemu gani? Wewe sijui unamtakao Mungu huyu unahitaji akufanyie nini? Wewe sijui unahitaji Bwana akakubebe kwa namna gani? Ni nini ambaye inasababisha moyo wako umekuwa ukisononeka, umekuwa ukiumia? Na leo Bwana amenituma mtumishi wa Bwana nikuja na habari hii ya kwamba yule Mungu aliweza akatokelezea Lazaro, na leo akakutokelezea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana, yule umpendaye ni mgonjwa. Biblia inasema, akasema Bwana, yule umpendaye ni mgonjwa. 4. Lakini Yesu aliposikia hayo akasema. Lakini Yesu aliposikia hayo. My God. Jesus. Yesu akasema namna gani? Ugonjwa huu hautaleta mauti, bali umetokea ili kudhihirisha utukufu wa ugonjwa huo. Yesu akasema, wala hakustuka na jambo lolote. Yeye jambo alisema, ugonjwa huo utaleta mauti, bali utaleta utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa huo utaleta utukufu. Kuna vitu ambavyo vikitendeka through huyo mwanaume Lazaro na mambo yakatendeke, watu wakamwamini hakika huyo aliyekuja ndio mfalme wa amani. Anaweza akafufua, anaweza akaokoa, anaweza akatakaza, anaweza akainua, maana ni mwaminifu. Ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa kutokana na ugonjwa huu. Ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa kutokana na ugonjwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Kifo cha Lazaro hicho si kifo ya kufa, bali hiyo ilikuwa itokelezee ili mwana wa Mungu akatukuzwe. Leo ninakutangazia mama, hayo magonjwa yaliyo ndani mwako haya si ya kukumaliza, bali ni Bwana anaenda kujidhihirisha. Wewe kijana, nakwambia ya kwamba hayo mambo unayapitia ni kweli ulisoma. Kuna vitu ambayo unaipitia, kazi ambayo unaifanya. Jioni ya leo ninakwambia Bwana anajitukuza kwa hiyo kazi, Bwana anajitukuza kwa hiyo ndoa, Bwana anajitukuza kwa hiyo familia hiyo ambayo uko ndani. Wacha wakakukecheri. Kuna mahali Bwana anakupeleka kwa wanaewekwa na imani. Asonga mbele za Bwana, mwite tu Bwana, usikufe moyo. Yesu yuko mahali hapa, ndio nimemuleta katika viwanja hivi. Huyo Yesu nimemuleta katika viwanja hivi, na wacha akakupatia amani yako, wacha kupatia ushindi wako. Inamuita Yesu, inamuita Yesu, inamuita Yesu, inamuita Yesu. Yesu akuachilie neema ulipo mama, Yesu achilie neema. Hayo magonjwa yaliyo ndani mwako, hayo
magonjwa ambayo yanakoteza. Hicho kifo ni utukufu kwa Bwana. Ninatangaza ya kwamba niwezekana mambo yametokelezea. Unajiuliza ni kwa nini kwangu? Ni kwa nini mimi naipitia hiyo? Kuna sababu Bwana anaifanya. Ni kwa sababu ya maisha yako. Sijui kama kuna mtu ananisikia. Ningesikia haleluya. Haijalishi uko pande gani, haijalishi unanitazama, hiyo haleluya inaenda kutekeleza jambo katika maisha yako. Iriba kayanda bozaya. Kuna mambo yatatendeka katika maisha yako. Kama kweli yule ambaye aliyekuwa amekufa na kweli wakatazama, alikaa ndani ya hilo shimo kwa siku 4, masi wa ndugu dada zake wakazodia amebuka. Yes, yule Lazaro amebuka. Lakini wacha nikwambia ni utukufu kwa Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ambao unanisikia, wewe ambao unanitazama, na Bwana akakubariki sana unapoendelea kutap. Bwana akakubariki unapoendelea kusema amen. Wacha Bwana akakubariki. Usifunjike moyo. Wewe tap mahali hapo. Kuna mambo Mungu anaenda kuyafanya. Inakuja jioni ya leo. Masaa nimekuja ni kwa sababu ya maisha yako. Ninajua mama umeng'ang'ana. Ninajua baba umeng'ang'ana. Uliachwa na watoto 5, ukaacha na watoto 4, ukaacha na watoto 6, ukaacha na watoto 10, ukaachwa maisha ambayo si ya kawaida. Watoto wanazunguka, mara wengine wako kwa shangazi, wengine wameenda sehemu mbalimbali. Maisha ambao wanapitia si ya kawaida. Bwana anatengeneza njia. Ni kwa sababu ya maisha yako. Kama kuna mtu sema amen. Kama kuna mtu sema amen. Kama kuna mtu sema amen. Maana kuna Bwana anatekeleza katika maisha. Yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ushindi jioni ya leo. Amini Mungu. Wewe ambao unanifuatilia, sauti inaweza ikakujanganya, maneno yanaweza yakakujanganya, lakini msikise Bwana. Yeye aliyeumba mbingu na nchi, yeye aliyekuumba akakuweka katika dunia hii. Yes. Leo hii unaitafutia katika nchi za mbali. Leo hii unatafutilia katika sehemu za mbali. Hatuko pamoja na wewe. Yes. Na ndio maana nimekuja nikikwambia mpendwa ya kwamba Yesu anabadiliza. Kama aliweza kufufua Lazaro, wewe ni nani asikutendee? Wewe ni nani asikutendee? Ni Yesu anaweza. 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 Yes. Ni Yesu anaweza. Yes. Ni Yesu anaweza. Amen. Katika jina la Yesu. Yes. Hakuna wa kufanana nawe Baba. Hakuna wa kufanana na wewe. Hakuna wa kulinganizwa nawe Yawe. Hakuna wa kufanana nawe. Nasema hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana nawe. Nasema hakuna wa kulinganizwa nawe Yawe. Hakuna wa. Bwana ni wewe ninakuabudu. Kuna mtu ambaye anahitaji, ambaye ninamguza katika moyo, na Baba wa mbingu wameniita mahali hapa jioni ya leo. Yes. Ya kwamba wanao Bwana wanateseka. Ni kweli Bwana wa mabwana. Yes. Lazaro alikuwa anaishi katika mji wa Beteli, hata wa Bethania, na ule wa mji walikuwa na masista zake 2. Yes. Na hapo ndipo yule mtu na sista zake walikuwa, Maria alikuwa yeye ndio aliyempaka Yesu mafuta. Na leo nimekuja mama ambayo umeng'ang'ana na maisha mazito. Yes. Ni kweli wewe unaenda jaji, ni kweli unaenda kanisani, lakini kuna mambo yanakusumbua. Kuna mambo yanakusumbua. Kuna mambo yanakusumbua. Leo nimekuja jioni ya leo na kutangazia amani ya Bwana. Bwana asimame na moyo wako. Bwana asimame na maisha yako. Bwana asimame na njia zako. Bwana asimame na milango yako. Afungue milango ile ambayo ilikuwa imefungwa na adui. Leo ninaifungua hiyo milango, ninaifungua. Mara ya kwanza ninaifungua, mara ya pili ninaifungua, mara ya 3 naifungua, mara ya 4 naifungua, mara ya 5 naifungua, mara ya 7 naifungua katika
katika jina la Yesu. Natangaza mambo yanabadilika, mambo yanabadilika katika maisha yako. Kama kifo cha Lazaro kiliweza kukabadilika, mtu kutembea kutoka kifo ni kwako, yanabadilika, yanabadilika. Natangaza yanabadilika, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Katika Mordekai alipogundua siri ya kwamba Hamoni ana mipango mibaya, akamwendea Esther. Esther naye akagundua, akawa amejazwa na Mungu na akawaambia, sasa mambo hazitaweza peke yangu, lazima tukamuuzize Mungu. Wakaingia katika mfungo wa siku 3 na kutangazia ya kwamba mambo yanabadilika. Kuna nguvu katika maombi. Maombi usijali. Maria walikuwa ni waombezi, Lazaro alikuwa ni mwombezi, kwa sababu Yesu alikuwa anatembea na marafiki ambao waliojazwa na maombi, watu ambayo waliogundua Mungu, watu ambayo waliogundua Bwana yeye anatawala, yeye anainua, yeye anatakaza. Ninakutangazia wewe ambao unanisikiza, la Maria alikuwa ni mwombezi, Martha alikuwa ni mwombezi, Lazaro alikuwa ni mwombezi. Ndio maana Yesu anamuita Lazaro rafiki wa karibu, maana Yesu alikuwa anakaa milimani, anaenda anaomba, alikuwa anatembea na marafiki waliojawa na maombi. Ndio maana Bwana alisema kifo cha Lazaro, hizo kifo cha kufa. Ninakutangazia hayo mambo unayopitia, wewe ambao unaomba, wewe ambao unamuita Bwana, wewe ambao unamuinua Bwana, hayo mambo unayopitia yana mwisho wake. Muite Yesu, muite Yesu, muite Yesu. Natangaza ya kwamba mambo yanabadilika, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa, sema jina la Yesu, sema jina. Oh my God. Jina la Yesu, jina tulilopewa. Hilo ndio jina tuliopewa peke yake, hilo ndio jina tuliopewa peke yake. Na kuambia mpendwa, wewe ambao unanisikia, jina la Yesu linabadilisha. Kama linaweza likavuvua, hilo jina ni nini ambalo litalifanya? Ninakutangazia ya kwamba hata kama mambo yamekataa, hata kama watoto hawaziki shule, na kutangazia ya kwamba ndio walisema hamutachenga, ndio walisema hamutafaulu, hata hamutakanyaga mjini. Leo ninakuambia ya kwamba kuna kuingia mjini, kuna kuingia mjini, kuna kusomeza, kuna watoto katika tumbo lako. Amini hiyo, sema amen. Na kama unanisikia type amen. Kama unanisikia type amen. Kama unanisikia type amen. Natangaza kama unanisikia type amen. Amen. Na mambo yanabadilika. Endelea kusoma. Baba ni wewe tunaweza. Hosana ni wewe. 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 Ninakuabudu. Ninalinua jina lako. Ninaona mbingu inasema, inaona mbingu inasema mambo ambayo umeyapitia mazito. Kuna mambo Bwana anaenda kuachilia katika maisha. Kuna vitu ambavyo Bwana anaenda kuachilia. Unanisikiza ndio? Amini Mungu ya kwamba Bwana anatenda. Amini Bwana ya kwamba Bwana anainua katika jina la Yesu Kristo. Kuna Mungu mbinguni anaweza kubadilisha. Kuna neema ambayo Bwana ameipeana ni kwa ajili ya watu wa Bwana. Kuna neema Bwana ameachilia kwa sababu ya maisha yako. Yesu anaweza, Yesu anabadilisha, Yesu anaokoa, Yesu anatakasa. Nimemuona katika ibada, nikamwona ibada ya kwanza, nikamwona ibada ya pili, nikamwona katika maabudu, nikamwona katika sifa. Huyo Yesu niliyemuona anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Mama, mzee, Yesu amekubeba. Wiki ambayo imemaliza ilikuwa si kawaida, lakini Bwana amekubeba. Angalia umbali amekutoa.
kwa siku moja kwa Mungu ni siku 1000. Watapaote siku 7 Bwana amekubeba. Leo umekuwa katika ibada na umemtukuza Bwana. Kuna vitu ambao umeviona ambao si vya kawaida, na leo ninakutangazia ya kwamba Yesu yuko. Yesu yuko aliyemvuvua Lazaro. Leo ananena mama, kuna mambo yako yanavuvuliwa, kuna mambo yako yanavuvuliwa, kuna mambo yako yanavuvuliwa, kuna mambo yako yanavuvuliwa. Natangaza yanabadilika, yanabadilika, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Ndio wakasema utafaulu, leo unafaulu kwa jina la Yesu. Yes. Verse 5. Pamoja na hivyo, ingawa Yesu aliwapenda Martha na Maria. Pamoja na hivyo. Pamoja na hivyo. Biblia inasema hivi. Pamoja na hivyo, nataka ukaelewe neno la Mungu. Wakati mwingine furahia kulisoma neno. Soma tena. Pamoja na hivyo. Ingawa Yesu aliwapenda Martha na Maria. Ingawa Yesu aliwapenda Martha Maria na Lazaro. Watu wangapi? Watu 3. Ingawa Yesu aliwapenda. Na kwa nini Yesu aliwapenda? Nimekuguzia ya kwamba Yesu alikuwa na marafiki ambao ni wa maombi. Au watu walikuwa ni waombezi. Au watu walikuwa wamejazwa ni wamama wa nguvu. Ni wamama walitambua pasipo Yesu mimi sitafaulu. Na leo nimekuja, na leo nimekuja wewe ambayo ni mwombezi. Yesu anakupenda. Ingawa Yesu aliwapenda Martha na Maria pamoja na Lazaro. Ndugu yao. Lazaro alikuwa ndugu yao. Lazaro alikuwa ndugu yao. Natangaza leo. Natangaza leo. Najua kuna jambo Bwana unataka kakufanyie. Sijui ni jambo lipi hilo. Sijui ni jambo lipi hilo. Lakini ninakuhakikishia kwa imani yako, pokea kwa jina la Yesu. Yes. Pokea hiyo muujiza wako. Yes. Pokea ushindi wako. Pokea hiyo imani yako. Yes. Pokea watoto wako. Pokea mashamba yako. Hawatasongeza tena. Wamekuwa katika harakati, wanasongeza na kutangazia usingangane na wao. Hiyo si jambo ya kupishana na wao. Usilipize kisasi wewe. Nimetangulia kufundisha asubuhi. Usilipize kisasi. Hiyo kisasi wacha Yesu akulipizie. Wacha Yesu akupepee hiyo mizigo. Oh my God. Mighty God. Unastahili. 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 Kuna mtu katika ameketi mahali na ameishi kung'ang'ana kimaisha. Bwana amenituma ili tukaweze kuomba na wewe. Jioni ya leo Bwana yuko mahali hapa. Uchumba upo kama uko mahali hapa. Uchumba ambao tunaishiriki ni wa Lazaro. Ujumbe ambao tunayoabudu ni wa Lazaro. Ujumbe ambao tunauleta wa Lazaro. Lazaro, yawezekana wacha iwe ni mfano wako. Kuna mambo ambayo umepitia. Kuna mambo yako yalikufa. Yes. Ukashangani kwa nini? Mbona nimebaki uchi? Na kutangazia ya kwamba urafiki na Yesu ni mtu ambaye ni mwombezi. Sijui ni nani ambaye yuko mahali hapa anasema, Bwana leo nimekuja, usiniachilie mimi mtumishi wako, usiniache jinsi nilivyo. Yes. Ni kweli nimejaribu. Yes. Ni kweli nimeng'ang'ana, hata kwa mikesa ninalala, hata kwa kuomba ninaenda, hata kwa milima ninaenda, ninaomba Baba yangu, ninatangulia kanisani, mambo mengi nayafanya kwa uaminifu. Yesu usiniachilie. Yes. Bwana ni mwaminifu, atakuachilia mpendwa. Amini Bwana. Mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Amen. Mambo yanabadilika. Verse 6. Baada ya kusikia kwamba Lazaro ni mgonjwa. Baada ya Yesu kusikia Lazaro ni mgonjwa. Nasema na mtu wa Mungu anayenitazama na anayenisikiza vizuri, ya kwamba elewa neno. Elewa neno. Ni kweli neno ni mzito, lakini elewa tu. Natembea nalo. Baada ya kusikia nani? Lazaro ambaye ni mgonjwa.
aliendelea kukawia huko alikokuwa kwa siku 2 zaidi. Yesu akaendelea kukawia huko mahali alikokuwa kwa siku 2 zaidi. Hakuenda kuwaza nini? Maana kutoka mwanzo wa Biblia inasema ya kwamba kifo cha Lazaro, magonjwa ya Lazaro, hiyo sio ya kufa, bali inaleta utukufu wa Mungu. Kuna mambo yataonekana ya kwamba Yesu anabadilisha. Na ndio maana Yesu alisema magonjwa ya Lazaro hiyo si ya kifo. Na ndio maana Biblia inasema wakati Yesu aliposikia kwa masikio yake mawili ya kwamba Lazaro ni mgonjwa, alizidi kukaa kwa siku 2 zaidi. Ni kwa sababu gani? Alikuwa na imani ya kwamba magonjwa ya Lazaro si ya kufa. Lazaro mtu amekufa na amelala kwa siku 4 kaburini, na kuna zile siku walikuwa wanaendelea kuomboleza akiwa bado ako juu. Pamoja na siku hizo 4 mwanaume yule akuwa na nuka. Watu wakasema hapana, hatutaweza hiyo, ile mambo yatakubalika mahali hapa. Lakini Yesu, sikiza bara neno la Mungu vile ninavyosema. Kaa mahali ambao kuna unaonekana ukiwa unasoma neno la Mungu katika jina la Yesu. Yes. Rimaka ya ndarabosaya. Bwana, simama na watu wako. Simama na watu wako. Sijui unanitazama kutoka wapi. Naweza ukataibu ya kwamba ninakutazama kutoka mji fulani na ninaomba ukaniombea hili. Naomba ukasimame nami. Mtumishi wa Bwana, tuko hapa kuanzia kesho. Tutakuwa hapa jioni. Tutakuwa hapa mpaka Ijumaa. Tuko mahali hapa. Leo nimesukuma maana weekend days ambayo nilisema hatutaweza kuwa mahali hapa. Lakini leo nimesukuma, nikaise nikakuja nikaombe na mtu na nikashiriki neno la Bwana na wewe, na Bwana akakubariki. Yes. Asikuajirie jinsi ulivyo. Wewe ni chuo chizo naye ni chuo. Lakini amini Mungu, chenye ambao nimeleta ni neno la Bwana. Ukalipokee jinsi ambao Mungu amelileta katika jina la Yesu. Yes. 7 inasema namna gani? Ndipo akawaambia wanafunzi wake. Haya na turudi Uyahudi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, akawaambia haya na turudi Uyahudi. Ni kwa nini anawaambia warudi Uyahudini? Nataka ukanielewe vizuri, wewe mpendo unayenitazama na wewe ambao unayenisikia. Wacha Bwana akakubariki jinsi vile ambao unaendelea kuwa mwaminifu katika kunisikia na kunitazama na kuelewa ni nini ambayo Bwana anataka kusema na wewe. Oh my God. 8. Wanafunzi wake wakamwambia. Wanafunzi wake, sikia, aliyechawa kibinadamu, amechazwa kibinadamu. Anasema namna gani? Rabi, mwalimu. Wayahudi walikuwa wanataka kukupiga mawe. Wayahudi walitaka kukupiga mawe. Tena mwanadamu wa kawaida hajui kuna imani. Hajui imani inaweza kang'oa yule mlima ambao unaitazama. Inaweza kang'oa yale manyumba makubwa. Imani kidogo inaweza kusababisha mambo yakabadilika katika maisha yako. Mwamini Mungu. Na kutangazia wewe ambao unanitazama, barikiwa maishani mwako. Barikiwa ndoa yako. Barikiwa kwa watoto wako. Kazi yako ikabarikiwe. Maisha yako yakafanikiwe. Wewe hautalia bali utakuwa na kicheko na furaha ya Mungu, maana wewe umemwamini Mungu ya kwamba anaweza katenda katika maisha yako, katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amini Mungu, maana Mungu wa mbinguni anaweza. Yes. Nawe unataka kurudi huko? 9. Yesu akawajibu. Siku 12 mchana katika siku moja. Rudi hapo. Yesu akawajibu. Siku na saa 12 za mchana katika siku moja. Za mchana katika siku moja. Time still ya usiku is 24 hours. Wala watembeao mchana hawawezi kuchikwa, kwa maana wanaona nuru ya ulimwengu huu. Wala watembeao mchana hawawezi kuchukua, kwa maana wanaona nuru ya ulimwengu huu. Yes.
10. Lakini wale watembeao usiku hujikwaa kwa sababu hakuna nuru ndani yao. Lakini hao wale watembeao usiku hujikwaa kwa sababu hakuna nuru juu yao. Kwa sababu wanatembea usiku na waoni nuru. Wao wanachukua kwa sababu hakuna nuru ndani mwao. Maana ni usiku. Usiku watu ambayo hapo ndipo Shetani anasimama, ameweka vikao, anapigana na maisha yako, anapigana na watoto wako. Hapo ndipo ameweka vikao. Na wewe mpendwa, hiyo ndio wakati unasema sasa, hizo vikao na visambaratiza. Hizo vikao na visambaratiza. Hayo makao ambao wameweka ni wanapanda kwa ajili ya maisha yangu, nami na visambaratiza. Hizo vikao vyao ina visambaratiza katika jina la Yesu Kristo. Maana wanaji kwa sababu hawana nuru bana, hawana nuru ndani mwao. Kuna giza, hawaoni wanaenda, wanaweza enda wakigonga watu kwa sababu hawaoni mbele. Na kuambia ya kwamba kuna nguvu katika Bwana. Wewe ambayo unaomba, unajua unaamuka saa 9, unaomba Bwana wa amani asimame na wewe. Unaamuka saa 6, unaomba Bwana wa amani asimame na wewe. Unaamuka unasema silali mpaka saa 5, silali mpaka saa 4, silali mpaka saa 10, maana ninamtafuta Bwana. Bwana akajilie neema na upako wa Roho Mtakatifu juu ya maisha yako. Barikiwa na Mungu akakutende mema. Bwana akakutende mema. Wewe ambao unanisikiza masaa, ujumbe huu nimeuleta kwako kwa ufupi. Ndio. Wacha Bwana wa amani akakukumbuke mara nyingine tena. Amen. Usipungukiwe hata kidogo. Ndio. Usipungukiwe kimaisha. Usipungukiwe kindoa. Usipungukiwe kiwatoto. Usipungukiwe kikazi. Usipungukiwe kihuduma. Usipungukiwe chochote ambao unakifanya katika mbele za Bwana kwa uaminifu. Bwana Yesu ataenda kukuinua viwango ambavyo si vya kawaida. Nasema Bwana Yesu ataenda kukuajilia kwa jina la Yesu. Maisha yako hayatakuwa tesemu. Mipango ambayo uliyepanga kwa ajili ya Bwana inaenda kufanikiwa. Watoto wako ambao uliowapangia kwa ajili ya Bwana wanaenda kufanikiwa. Masomo yao hayatakuwa ya kung'ang'ana. Maisha yako hayatakuwa ya kung'ang'ana. Mienendo yako haitakuwa ya kung'ang'ana. Maana Mungu yuko mahali hapa, anatenda sawa na mapenzi yake. Maana yeye ni mwaminifu. Ni Mungu anatamalaki. Ni Mungu anainua. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe ambaye unayenitazama masaa na dakika hii, kuna nguvu ambaye Bwana anaachilia katika maishani mwako. Ukamwamini Mungu kwayo, naye Bwana ataenda kukubariki katika jina la Yesu. Mwamini Mungu ya kwamba kuna mambo makubwa yataenda kutendeka katika maishani mwako. Ni kweli kuna mambo ambayo umekuwa ukiyapitia katika jina la Yesu. Ni kweli kuna mambo ambayo umekuwa ukitembea ndani. Bwana amenituma jioni ya leo tukasaidiane. Sitayaweza peke yangu. Nasema tukasaidiane. Ni pepe sehemu ambayo hukuweza kuipepa peke yako, bali Bwana asimame na moyo wako. Wewe ulikuwa ni mwimbaji, umedunga nyimbo zako nyingi sana, lakini kweli umekosa jinsi ya kuzipeleka katika studio. Wakati unaishi ya kwamba kuna pesa ambayo inapatikana kutoka mahali, unakosa kabisa. Wakati ukasema ya kwamba katika masomo haya, wenda mwingine alisomea walimu, wengine akasomea ni engineer, wengine akasomea pilot, lakini leo hii kazi anayoifanya iko kando kabisa na ile ambayo aliyesomea. Kuna Mungu mbinguni atakuachilia. Nasema kuna Mungu mbinguni. Amen. Atakuachilia. Ndio. Najua umenitazama na unanisikia vizuri sana. Unaweza ukatype mahitaji yoyote uliye nayo. Tutashare na wewe. Tutashiriki na wewe katika hiyo mahitaji. Bwana atasimama na wewe na tutakuombea. Tutasimama kwa maombi. Tutaingia katika mlima. Kanisa ambalo linalosonga mbele ni kanisa linalochawa na maombi. Maombi yana nguvu. Maombi yanabadilisha. Maombi yanaokoa. Maombi yanapanua.
Maombi yanakujaza, maombi yanabadilisha. Hakuna uchawi wala ukora utakayesimama mbele yako ukiwa na Mungu. Amen. Never. Amen. Lakini wacha nikuhakikishie, Bwana wetu ni mwaminifu. Ndio. Anatenda na anabariki. Kwa hivyo wewe ambaye umekuwa nami, wacha Bwana wa amani akakubariki. Jioni ya leo nakutamkia baraka za Bwana. Nakutamkia ushindi wa Bwana. Ndio. Nakutamkia neema ya Bwana. Nakutamkia nguvu za Bwana. Nakutamkia baraka, usiku wa baraka katika jina la Yesu. Amen. Nakuombea wiki ya baraka. Ndio Bwana. Bwana akakubarikishe unapoingia wiki ya kuanzia Monday, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Bwana akaweza kusimama na wewe. Akaachilie neema juu ya maisha yako. Akaachilie nguvu mpya juu ya maisha yako. Akaachilie kibali na baraka juu ya maisha yako. Amen. Katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikawapepe na ikawasindikishe, ikawafikishe katika sehemu Mungu anataka mkafike. Ndio. Mama, usichoke ati kwa sababu Bwana ametoka katika nyumba. Mzee, usichoke, umeachiwa watoto. Kuna sababu Bwana anaendelea kuandaa mambo. Usichoke, omba Mungu. Usifanye vitisho. Usianze kutishia mtu. Simama imara. Muite Kristo, yeye anaitika. Ni mwaminifu. Wewe muite Yesu. Natangaza muite Yesu. Natangaza muite Yesu, atakushindania. Muamini yeye. Maisha yako hayatakuwa the same. Ninaomba basi popote ulipo kaweza kufunga macho yako, nami naweza enda kuomba na wewe. Wewe ambao unanisikia, huenda kuna mambo mengi ambao umekuwa ukiyapitia. Huenda kuna mambo mengi ambao umekuwa ukiyapitia. Basi unaweza ukaandika mahali hapo kwa message. Unaweza ukatype mahali hapo. Nami nitaenda kuomba one by one. Hakika Bwana atakubariki. Unaweza ukatype na huko mahali unatoka, Mungu wa amani atakubariki. It doesn't matter kule ambao unakotoka. It doesn't matter wewe ni kabila gani. Ijalisi wewe ni mtu wa wapi. Ijalisi ni mangapi ambayo umeyapitia. Pati leo Mungu amenituma ni kwa sababu ya maisha yako. Mwamini Mungu na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, bali hapa ni wewe tu. Tumekuona katika neno. Umesimama nasi Bwana Yesu. Waachilia kibali na uwezo wako. Natangaza nguvu juu ya kila mmoja anayenitazama Bwana, wale wote ambao wamekuwa wakinitazama, na wabarikisha mikononi mwako. Na waambia neema na neema zako, ukawainue viwango ambao si vya kawaida. Wabarikishe maisha yao. Neema yako Bwana ikawatose. Haya magonjwa ambayo yanawaandama, ninakamea na kuyaharibu katika jina la Yesu Kristo. Haya magonjwa ya kuva, bali ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Kuna kuinuliwa katika maisha yao. Kuna kubarikiwa katika maisha yao. Hiyo chera kondani, hiyo si ya milele, bali ni utukufu wa Mungu umeenda kudirika mahali hapo. Baba, ninaomba neema yako ikawatoze. Nawaambia neema na kibali na neema yako ikawasunguke popote walipo. Hawatang'ang'ana kimaisha. Hawatateseka kimaisha, bali wanaenda kuinuliwa. Kuna nguvu ambayo Bwana unaenda kuziajiria. Natangaza nguvu mpya. Natangaza kuinuliwa. Mwana wa Mungu aliye hai. Naomba Bwana wa mabwana wakumbuke Bwana wanapoingia wiki ya Bwana, wiki ingine ambayo wiki mpya, wabadilishe Baba, historia zao zikabadilishwe. Bwana, ninaomba amani ikatembee Bwana, kwa Bwana Jumatatu, itembee Jumanne, itembee Jumatano, Alhamisi itembee, na hata Ijumaa na Jumamosi pia, mpaka siku ambayo Bwana ya Jumapili neema yake kawatoze wanapoingia katika ibada. Bwana wa mabwana, kuna wengi wanakutana katikati ya wiki. Wengine wanakutana Jumatano, wengine Alhamisi, wengine Ijumaa, wengine Jumanne, na hata wengine kesho na Jumamosi pia, na makongamano ko wanakutana Jumapili. Baba, ninaomba ukawakumbuke na ukawajaze na Roho Mtakatifu. Wabarikishe maisha yao. Ndoa zao zikafunguliwe Baba, tumbo zao zikafunguliwe. Wakaone wa Bwana kisasi chao kikianza kuonekana katika jina la Yesu. Wabariki na hata ukawatende mema kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na hata kuamini. Amen. Bwana wa amani akawabariki sana, akawatende mema. Hatujatoka mbali, tuko katika mji wa Nairobi, Kariobangi North. Huduma ni Neema Baptist. Bwana wabariki sana, akawatende. Haijalishi ni kwa nini nimekuja nayo. Nimekuja na huo uchumbe
kutoka dhehebu aina mbalimbali. Hatukuji kuhubiri dhehebu langu, bali nimemleta Yesu peke yake. Wacha Yesu huyu akubebe tu. Wacha Yesu huyu akuinue. Wewe achana na dhehebu yangu. Mpokee Yesu jinsi ilivyo. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana na atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom.